Nikaanza kuzungumza naye. Aliniuliza, umefika wapi? Nikamwambia sipajui, ngoja labda nimuulize mtu halafu nitakupigia. Akasema sawa na akakata simu. Muda huo huo Katrina akaamka. Mimi nimetoa simu sikioni na mtazama Katrina, naye ananitazama. Akaniuliza vipi? Ndo huyo amekupigia? Nikamwambia ndiyo, amenipigia na niuliza nipo wapi. Kuwa makini sana Priana, yaani kama nilivyokuambia, uwe makini mno. Usijali Katrina, hapa ninachoona inabidi nizime simu ili akinipigia nisipatikane kabisa. Halafu Katrina iniuliza. Nikamwambia nataka nimdanganye, yaani asijue nilipo, ili ikiwezekana nifike muda ambao utakuwa rafiki. Akasema yes, upo sahihi, fanya hivyo Priana. Basi Priana nikazima simu na kisha tukaendelea na stori zingine kati ya mimi na Katrina, tukiwa tunaongea kuhusu mambo ya biashara ambayo tunataka kuanzisha. Tuliongea mengi sana, lakini mimi akili yangu yote ipo kwa huyo meneja feki ambaye naenda kuonana naye. Sijui na lengo gani kwangu. Baada ya safari ndefu, hatimaye tukafika Mwanza Nyegezi. Abiria tukashuka kutoka kwenye gari. Ilikuwa ni saa 9 ya usiku. Sasa tumeshuka kutoka kwenye gari. Katrina akaona gari fulani imesimama pembeni. Akaniambia, nadhani ni shemeji amenifuata. Sasa Priana, naomba uwe makini sana, balaa lisije likakukuta. Nikamwambia usijali, nitakuwa makini. Sawa, pia naomba chochote kitakachotokea nipigie simu niambie. Nikamwambia sawa, nitafanya hivyo. Tukapeana mikono mimi na Katrina, tukaagana huku tukitabasamu. Lakini ndani ya moyo wangu nilikuwa na hofu kubwa sana. Na hapo yote yanaendelea hayo, hakuna hata ndugu yangu mmoja aliyenipigia simu. Kwa sababu nilipotoroka kutoka nyumbani, nilifunga ile laini ambayo ndugu zangu wanaifahamu. Kwa hiyo hapo nilikuwa natumia laini ambayo nyumbani wengi hawaijui. Hiyo namba yangu, japokuwa nilikuwa natumia laini zote mbili, ila mara nyingi hiyo laini yangu moja nilikuwa naitumia kwa interneti tu. Kwa hiyo masuala ya kupiga ni ile laini nyingine ambayo nimeifunga. Lakini mboso feki pamoja na meneja feki wanazo namba zangu zote mbili, maana niliona hao ni watu wa muhimu sana kwangu kuhusu masuala ya kazi. Na Katrina yeye nilimpa namba zangu zote mbili. Basi sasa baada ya kuagana na Katrina, muda huo kutoka kwenye ile gari ndogo wakatoka watu wawili, ni mwanamke na mwanaume. Wakaja karibu yetu, walikuja kwa furaha huku wakitabasamu. Katrina, karibu Mwanza. Katrina akajibu, asante dada. Waliongea na kupeana mikono, kisha wakasalimiana kwa upendo. Na baada ya hapo Katrina akaniambia, Priana, huyu ni dada yangu na huyu ni shemeji yangu. Nikamwambia nashukuru kuwafahamu. Nilijibu hivyo, kisha Katrina akawaambia na wao, huyu ni Priana, ni rafiki yangu, tumekutana kwenye gari. Oh, sawa. Priana, karibu Mwanza, aliongea dada yake Katrina. Nikamwambia asante sana. Baada ya hapo Katrina akaniaga tena na akanisisitiza niwe makini. Akafuatana na wale watu, wakaelekea kwenye gari, wakaingia ndani ya gari na wakaondoka. Sasa nikabaki mimi sielewi nifanye nini. Nimeshafika Mwanza, inabidi nionane na yule niliyekuwa nawasiliana naye, hali ya kuwa nimeshajua kuwa ni muongo na sijui ana malengo gani kunivuta mimi mpaka Mwanza. Priana, nikaenda kusimama pembeni nikitafakari nifanye nini.